Shalom, shalom, watu wa Mungu. Ninawasalimu mara tena katika jina la Yesu. Ni mpendwa wenu na mjoli wenu Jean-Claude Biulinganya. Niko hapa tena kwenye hii live asubuhi ya leo, huko kwetu ikiwa Jumamosi. Kwa kweli, wapendwa wa Mungu, natamani kidogo tuweze kujifunza neno hili fupi ambalo litatuleta katika hali ya kuelewa nini chaguo sahihi katika maisha yetu. Litatuleta mahali pa kuwa na chaguo sahihi ni kwa maisha yetu. Neno ambalo nataka tujifunze neno ambalo nasema msalaba ni mahali pa baraka na laana. Ile ndio somo ambalo tunatamani kujaribu kuliangalia, kwamba msalaba mahali pa baraka au laana. Msalaba mahali pa baraka au laana. Mpendwa, katika yote tunajua kwamba Mungu anatamani atulete kwenye hali fulani ambayo anapendezwa yeye mwenyewe, anapendezwa na hiyo sehemu tuwepo, anapendezwa hivyo. Na katika hiyo itatuleta kwa kujaribu kuangalia katika vesi fulani mbili katika maandiko ambazo pia zitakupa jibu fulani ya kufanya chaguo katika maisha yako, chaguo lililo sahihi. Nitaleta kwenye vesi ya kwanza ambayo ni Mwanzo sura ya 9 na Luka sura ya 23. Mwanzo sura ya 9 na Luka sura ya 23. Hapo tutaangalia ambalo ni somo linasema kwamba msalaba mahali pa baraka au laana. Sasa katika Mwanzo sura ya 9 mstari wa 24 hadi 27 tutaona story moja, alafu tutakuja kwenye Luka sura ya 23 mstari ule wake wa 39 hadi 43. Hapo tutaenda kulinganisha kwa mistari hii, alafu itakuleta mahali pa kufanya maamuzi sahihi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatamani kukuleta mahali fulani ambako anataka wewe usimamie kwa leo. Maana Mungu wetu anataka mtu mwenye kusimamia kwenye uchaguzi ulio sahihi machoni pake. Hivyo basi nitasoma Mwanzo sura ya 9 mstari ule wake wa 24 hadi 27. Ninasoma katika jina la Yesu. 24 hadi 27 inasema, Noa alipolevuka au alipotoka kwenye hali ile ya kulewa na kujua alivyotendewa na wanawe na mwanawe mdogo. 25 akasema, Kanaani na alaaniwe, atakuwa mtumwa wa watumwa wa ndugu zake. Tena akasema, Shemu na abarikiwe na Mwenyezi Mungu, Mungu wangu. Kanaani na awe mtumwa wake. Mungu na amtukuze Yafeti, aishi katika hema za Shemu. Kanaani na awe mtumwa wake. Amen. Hiyo ni vesi mojawapo ambayo tutalinganisha na vesi nyingine ili tujaribu kuangalia kwa pamoja nini tunachomaanisha kwa somo hili. Nasema kwamba msalaba mahali pa baraka au laana. Tunaona katika vesi mojawapo tunaona laana na baraka ambazo Nuhu anazitoa kwa wanawe. Na hawa wanawe ni wale ambao amepona nao katika safina. Tayari Mungu amenyesha mvua kali ya gharika. Viumbe vingine vyote vimeangamia na watu wengine wote wameangamia ambao hawakuingia kwenye safina.
Nuhu na familia yake na watoto wake wakapona. Sasa walipopona, Biblia ikisoma hapo juu utaona kwamba Nuhu alianza kuwa mkulima na akaendelea kuwa mkulima. Kuna siku akalima mzabibu wa shamba na akanywa divai katika hiyo, akalewa kupitia mzabibu aliolima. Sasa wakati alipolewa sana, maandiko anasema kwenye 21 akisema kwamba akanywa divai, akalewa, kisha akalala uchi hemani. Baada ya kufurahia mvinyo akajikuta amelala uchi hemani. Maandiko anasema kwamba huyo Hamu, baba ya Kanaani, akauona ule uchi wa baba yake, akatoka nje na kumwambia ndugu yake au ndugu zake wawili. Mdogo ambaye ni Hamu alipoona vile baba yake amelewa alafu amebakia uchi, akaanza kucheka kila alichoona kwa baba yake na kuwaambia ndugu zake. Sasa ndugu zake wakafanya nini? Kwenye mstari wake wa 23 unasema kwamba lakini Shemu na Yafeti ambayo ni ndugu zake na Hamu, Shemu na Yafeti wakatoa nguo. Walipotoa nguo wakaitanda mabegani mwao, wakaenda kinyume nyume na kufunika uchi wa baba yao. Waliangalia pembeni, wala hawakuona uchi wa baba yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona mtoto wa kwanza ambaye ni Hamu anaona uchi wa baba yao, wa baba yake, hakuweza kumfunika. Tunamuona huyu hakuweza kumfunika baba yake. Kuliko kumfunika baba yake uchi wake, basi yeye akaenda huko anachekelea na kupeleka taarifa kwa ndugu zake. Ndugu zake waliposikia hivyo wakaona hili ni jambo gani? Ni jambo sio zuri, jambo la aibu. Wewe kama mtoto, kwa nini kwa hili? Basi wakachukua nguo wakaenda kinyume huku wakiangalia pembeni ili wasione utupu wa baba yao. Na wakafanya nini? Wakamfunika baba yao. Sasa kwenye mstari ambao tumesoma kwenye 24 ndo sasa baba yake ametoka kwenye ile hali ya ulevi akapevuka. Hii tafsiri nasema kwamba Noa alipolevuka na kujua vile alivyotendewa na mwanae mdogo ambaye ni Hamu, akasema sasa huyu Hamu ndiye baba wa Kanaani. Huyu Hamu ndo baba wa Kanaani. Sasa ikaanza kusema kwamba 25 ikasema kwamba akasema Kanaani na alaaniwe, ikimaanisha kwamba baba wa Kanaani ambaye ni Hamu alaaniwe. Atakuwa mtumwa wa ndugu, atakuwa mtumwa wa watumwa kwa ndugu zake. Pia atakuwa kwa ndugu zake. Tena akasema Shamu na abarikiwe na Mwenyezi Mungu, Mungu wangu. Kwamba Shamu ambaye amefanya lililo jema kushirikiana na Yafeti, yeye Shamu abarikiwe Mungu wa Mungu wake. Abarikiwe na Mwenyezi Mungu, Mungu wa nani? Mungu wa Nuhu. Shamu abarikiwe. Kisha akasema kwamba na Kanaani na awe mtumwa wake. Kanaani ina maana ule Hamu mdogo yao awe mtumwa tena wa nani? Wa Shamu. Sasa ukienda kwenye mstari wa 27 inasema nini? Mungu na amtukuze Yafeti ambaye alishirikiana na nani? Ameshirikiana na Shamu. Yule Mungu yule Yafeti aliyeshirikiana na Shamu, Mungu na amtukuze Yafeti aishi katika hema ya Shamu. Kwa hiyo kuna hali ya ushirika wa hizi baraka zikiingiliana, Yafeti na Shamu wanaingizwa kwenye baraka. Lakini tukienda kwa Hamu anaingizwa kwenye laana. Haleluya. Sijui hapo watu wa Mungu mtakuwa mnanielewa. Ndio maana tunasema msalaba mahali pa baraka au laana. Nafikiri huko mbele tutaenda kuelewa polepole. Sasa Yafeti
na Shamu wanaingizwa kwenye baraka, lakini Hamu anaingizwa kwenye laana. Sasa Mungu anasema anasema kwamba Mungu na amtukuze Yafeti aishi katika hema ya Shamu. Sasa Kanaani na awe mtumwa wake. Tena Kanaani akaletwa kuwa mtumwa wa Yafeti. Amefanywa kuwa mtumwa wa nani? Wa Shamu. Tena wa Shemu amefanywa tena kuwa mtumwa wa nani? Wa Yafeti. Yeye nani? Kanaani. Amekuwa mtumwa wa wote wawili. Ule mdogo wao amekuwa mtumwa wa wakubwa wote wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika maandiko haya natamani tuone picha hizi mbili. Tutasoma kwenye Luka sura ya 23 mstari ule wake wangapi? Wa 39 na 44. Luka 23:39 hadi 43 inasema hivi: mmoja wa wale wahalifu waliosulubiwa pamoja naye akamtukana akasema, wewe si ndiye Kristo? Jiokoe mwenyewe na utuokoe na sisi. Lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake akasema, je, wewe humwogopi Mungu wakati uko kwenye adhabu hiyo hiyo? Sisi tumehukumiwa kwa haki kwa kuwa tumepata kuyastahili kwa ajili ya matendo yetu, lakini huyu mtu hajafanya kosa lolote. 42. Kisha akasema, Yesu, unikumbuke utakapokuwa katika ufalme wako. Yesu akamjibu, amini nakuambia, leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. Tunaona historia pia ya watu watatu katika nini? Katika msalaba. Tunaona Kristo, tunaona mmoja upande wa kulia, mwingine upande wa kushoto. Tunaona kwamba mmoja wa wale wahalifu aliyesulubiwa pamoja na Yesu anafanya nini? Anaanza kumudhiaki Yesu kwamba huyu si ndiye Kristo, sujiokoe mwenyewe na utuokoe na sisi. Anamdhiaki. Lakini yule mhalifu mwingine wa pili akamkemea mwenzake. Anamwambia, ndugu yetu, sisi tumestahili haya kwa sababu tumefanya haya mambo, tumekuwa wahalifu, tumefanya makosa, lakini huyu hajafanya makosa. Kisha akamgeukia Yesu akamwambia, Bwana, unikumbuke katika ufalme wako. Yesu akamwambia, usiwe na shaka, amini nakuambia, leo hii utakuwa nami katika paradiso. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona historia ya watu wahalifu wawili na Kristo akiwa kati. Sasa natamani tuone katika maandiko, tuone picha hizi mbili kwa hali ya kufanana katika maisha ya rohoni. Katika Mwanzo sura ya 9 tunaona Nuhu na wanawe, na katika Luka sura ya 23 tunaona Kristo akiwa msalabani pamoja na wahalifu wawili. Sasa matukio haya yote mawili yanaonyesha ukweli mmoja. Unaonyesha ukweli mmoja kwamba mbele ya Mungu kuna matokeo mawili ambayo yatakutokea. Kuna baraka au laana. Katika matukio haya mawili, katika Mwanzo sura yake ya ngapi? Ya 9, na katika Luka sura yake ya 23 tunaona kuwa kuna nini? Kuna picha mbili zinazotueleza ukweli mmoja, ambao huo ukweli mmoja unaonyesha kwamba mbele ya Mungu kuna matokeo haya mawili. Na hayo matokeo mawili, tokeo la kwanza ni baraka, tokeo la pili ni laana. Haleluya. Tunaona kwenye vesi ya 24 ya hii Mwanzo sura ya 9. Tunaona kauli ya baraka na laana. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 40 na ngapi? 24 hadi 27 tunaona kuna kauli
iliyotoka kwa Nuhu baba yao na Hamu na Shemu na Yafeti. Tunaona kuna kauli imetoka ya baraka na laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona hapo kuna Hamu na tunaona hapo kuna Shamu na Yafeti ambao wamewekwa katika chumba kimoja. Hamu na Yafeti wanawekwa chumba cha baraka, lakini Shemu na Yafeti wanawekwa chumba kimoja cha baraka, lakini tunaona Hamu anawekwa chumba chake cha laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia tunakuja kuona picha huku ya kwenye Luka 23 mstari wake wa 39 hadi 43. Tunakuja kuona Yesu akiwa katikati ya hao wahalifu wawili, mhalifu mmoja na mhalifu wa pili. Inamaanisha kuwa katikati ya tukio kuna mtu mwenye mamlaka ya kuamua hatima. Tunaona kwenye Hamu, tunaona kwenye Shemu na Yafeti. Katikati ya hao watu watatu kuna mmoja aliye na maamuzi ya hatima. Kuna mmoja aliye na maamuzi ya hatima, yuko hapo amesimama. Okay, tukija kwa Yesu tunaona mhalifu mkono wa kushoto, mhalifu mkono wa kulia. Tunaona katikati kuna mwamuzi wa hatima yao. Kuna mwamuzi wa hatima yao ambaye anatoa kauli ya baraka au laana kwao. Haleluya. Sasa tunaona Nuhu anatoa kauli ya baraka na laana kwa watu. Na pia tunaona Yesu naye ana mamlaka ya kutoa uzima wa milele. Huku Nuhu anatoa baraka, lakini huku tunaona Yesu anatoa nini? Uzima wa milele, nafasi ya paradiso. Hii inaonyesha kwamba Yesu ndiye mwenye mamlaka ya mwisho juu ya nini? Juu ya hatima ya mwanadamu. Hata kama ungekuwa namna gani, ungejiendesha kivipi, lakini mwisho wa hatima yako, aliye na maamuzi ya hatima ya maisha yako ni Yesu. Ni pekee. Yeye ndiye ana hatima ya maisha yako. Sasa tamani tuangalie sasa. Kuna watu wanaokataa na watu ambao wanaopokea. Tunaona kwenye makundi mawili. Watu wanaokataa na watu wanaofanya nini? Wanaopokea. Wanakataa nini? Wanaokataa baraka au wanaokataa uzima na wale wanaopokea uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, tunaanza kuangalia. Katika Mwanzo tunaona Hamu alimfanyia baba yake tendo gani? Tendo la aibu. Tendo ambalo sio zuri kwa mtoto kufanya hivyo. Ameonyesha tendo la kutokumheshimu. Ukiangalia kwenye mstari wake wa 20 hadi ile 22, tunaona vile Biblia inasema kwamba Noa alikuwa mkulima wa kwanza. Alilima shamba la mzabibu, akanywa divai, akalewa, kisha akalala uchi hemani. 22 inasema Hamu baba yake Kanani aliuona uchi wa baba yake, akatoka nje na kuambia ndugu zake wawili. Okay, tunaona Hamu anasimama Hamu anasimama, anaona ile hali kwa baba yake, kuliko kumsitiri yeye akafanya nini? Akaenda kuambia wenzake. Tayari ameona. Tayari anaona hali ya baba yake katika hiyo. Sasa matokeo yake ilikuwa ni nini? Matokeo yake ilikuja kukua ni nini? Ni laana juu ya uzao wake. Laana juu ya uzao wake. Ukisoma kwenye versi ya 24 ambao unaona Nuhu alipolevuka, alipotoka kwenye pombe, kwenye hali ya kulewa na kujua alivyotendewa na mwanae mdogo, kisha akafanya nini? Akatoa laana. Akasema Kanaani na alaaniwe.
Huku maandiko imeacha Hamu, inakuja kuanguka laana kwa nani? Kwa Kanaani, ambaye ni wana wa Hamu. Jambo la kushangaza, ikimaanisha kwamba kumbe kuna jambo ambalo unaweza ukalitenda na likaathiri familia yako, wewe kama kichwa cha nyumba. Ndio maana watu wa Mungu, wana wa Mungu, tunatakiwa kuwa makini katika maisha na mwenendo wetu wote, kwa sababu hapo tunaona kwamba kuna mambo mawili unayowekewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona nini? Tunaona kwamba laana imeangukia Hamu mpaka kwa vizazi vyake, mpaka kwa vizazi vyake. Na hiyo sio kwamba imeanzia leo, tangu wakati wa Adamu. Biblia inasema katika Warumi sura yake ya 5 mstari wa 12, na ukienda hata kwenye mstari wa 28 utakuta vile maandiko yanavyosema kwamba katika dunia kwamba dhambi ililetwa na mmoja tu, na wote tukaangukiwa kwa hali ya nini? Ya kufa. Laana ikatupata sisi wote. Hiyo imekuwa hivyo, hiyo ni kawaida. Kwa hiyo mzazi, unapofanya makosa sehemu, jirekebisha mapema na uweke sawa, ili isiwe shida kwa familia yako, isiwe shida kwa watoto wako, isiwe shida kwa nyumba yako. Subiri nikusomee hapa kwenye Warumi sura yake ile ya 5 mstari ule wake wa 12. Rumi 5:12 inasema hivi: kwa njia ya mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, nayo ikasababisha kifo. Hivyo kifo kimeenea katika jumuiya yote ya binadamu, kwa maana wote wametenda dhambi. Kwa kuwa aliyetenda dhambi ni mmoja, lakini sote tunahesabiwa dhambi kwa sababu ya tukio la nani? La Adamu, ambaye ni baba yetu, kule tulikotokea, chimbuko letu la kutokea. Sasa ametenda dhambi, kifo kikatawala dunia yote. Sasa ulimwengu wote ukatawaliwa na nini? Na hali ya kufa. Dhambi imetendwa na mtu mmoja. Sasa hiyo ni matokeo ya mtu kuishi akiendelea kufanya mambo huko, anaona labda anajifurahisha, kumbe ni jambo la kuingiza laana katika maisha yake na watu wanaowafuata na watu wanaomzunguka, wale uliowazaa kutoka kwa kiuno chako. Kwa hiyo inatakiwa kuwa makini sana, watu wa Mungu, kuwa makini sana kwa jinsi tunavyoenenda mbele za Mungu. Haleluya. Sasa matokeo ya Hamu imekuwa kwa familia yake, kwa nyumba yake, kwamba na alaaniwe Kanaani, ambaye ni mtoto wa Hamu. Alaaniwe. Watoto wamefanya nini? Nini walichofanya watoto? Lakini kwa sababu ya kosa la mtu mmoja, limeambukiza familia mzima ya Hamu. Haleluya. Tunachoangalia nini? Tunaangalia kwamba kuna watu wanaokataa na wanaopokea. Kuna hali ya kukataa na kuna hali ya kupokea. Sasa tunaanza kuangalia Hamu kwa jinsi ya utovu wa nidhamu kwa baba yake umemleta mahali pa yeye kupokea laana, ikimaanisha hivyo ameiepa baraka, ameikataa baraka kwa njia hiyo. Sasa anachagua kuingia kwa laana. Kwa hiyo tunatakiwa pia watoto tuwe na heshima kwa wazazi. Pia inatufundisha kwamba tuwe na heshima kwa wazazi wetu, hata kama tutakuwa tumeshaoa, hata kama tutakuwa tumeshakuwa wazee na baba yetu pia ni mzee, lazima tumheshimu yeye, maana pia katika kinywa chake kuna hatima ya maisha yako. Kumbuka, kwa kinywa cha Nuhu kumetokea hatima ya maisha ya watoto wake, kwamba wewe utakuwa umelaaniwa tu na wewe utakuwa mwenye baraka tu. Sasa ni vizuri sana watoto tuwaheshimu wazazi wetu, kwa sababu kwenye vinywa vyao mnatoka baraka na kwenye vinywa vyao mnatoka laana, ambayo ni hatima ya maisha yako.
kwamba utaishia kivipi, utaishia namna gani. Sasa kuna chaguo mbili. Sasa tunaenda katika Luka. Katika Luka tuna sura yake ya 23, tunaona kwamba kuna mhalifu mmoja alimkufuru Yesu akisema nini? Kuna mhalifu mmoja akimkufuru Yesu akisema nini? Kwenye mstari wake wa 39 anasema kwamba mmoja wa wale wahalifu aliyosulubiwa pamoja naye akamtukana Yesu, akasema, wewe si ndiye Kristo? Jiokoe mwenyewe na utuokoe na sisi. Anamtukana Yesu, anamkufuru Yesu, anamdhihaki Yesu. Sasa kumbuka pia kuna matokeo yake gani? Matokeo yake ni nini? Hakupokea wokovu. Hakupokea wokovu. Hiyo ndiyo shida leo. Sasa hao ni watu wawili ambao matokeo yao yamekuwa tofauti. Mmoja anakataa na mwingine anapokea. Haleluya. Sasa huyu anakataa, anapokea kile, na huyu anapokea. Sasa tuangalie ili jambo linatufundisha kitu gani? Tufundisha kwamba kuwa wanaomkataa Kristo ubaki katika hukumu. Hilo jambo linatufundisha nini? Wanaomkataa Kristo ubaki katika nini? Katika hukumu. Ni lazima tu hukumu ya Mungu inabaki juu yako. Wanabaki katika hukumu. Wanaomkataa Kristo wanabaki katika nini? Hukumu. Kama vile tulivyoona Hamu, anamkataa nani? Anakataa, anaenda kwa upande wa laana ambao amepewa. Tunaona pia kwa huyu mhalifu mmoja ambaye amekataa wokovu. Anamdhihaki Yesu, anamtukana Yesu, anamchukua Yesu kuwa mhalifu kama yeye, anamchukua Yesu kuwa mwenye dhambi kama yeye. Lakini kuna mwingine aliyetambua Yesu na kuona kwamba hakuwa na hatia, na ingawa huyu au watu wawili walitoka kwenye gereza wanafungwa. Muda mwingine walisikia tu habari, muda mwingine hawakumuona hata muda mwingine. Hatujui ni miaka ngapi walikuwa wameshafanya kwenye gereza. Maana Israeli ili ufikie mahali pa kupigwa, kungomewa kwenye msalaba, inamaanisha ulikuwa mhalifu kweli kweli. Yaani kesi yako ilikuwa ni ngumu na ikaamuliwa na watu wote wakasema hao wanastahili. Sasa kwa Yesu hakuwa anastahili hiyo. Sasa hao watu hatujui ni miaka mingapi walikaa kwenye gereza. Lakini yawezekana walisikia habari kuna mtu huko. Sasa kwa kesi yake Yesu haikustahili anyongwe. Haikustahili afanye nini? Auawe. Sasa kuna mmoja amemuona Yesu kama mhalifu kama vile alivyo. Lakini mwingine akamwona Yesu sio mhalifu na hana hatia. Sasa katika hiyo tunajua kwamba katika kumkataa Yesu Kristo tunabaki tu katika nini? Katika hukumu ya Mungu. Hapo tunatakiwa kujua. Tunapomkataa Yesu tu kwa maisha yetu, tunabaki katika hukumu ya Mungu. Hebu nijaribu kusoma kwenye Luka hiyo sura yake ya 10. Luka hiyo sura yake ya 10 mstari wake wa 16, tusikie pale maandiko yanasema nini. Luka sura ya 10 mstari wake wa 16. Neno la Mungu linasema kwamba yeye awasikilizaye ninyi ananisikiliza mimi, naye awakataaye ninyi amenikataa mimi, lakini yeye anikataaye mimi amkataa yeye aliyenituma. Tunapokataa wale ambao Kristo amewatuma kwetu, tunamkataa Kristo. Sio kwamba tunakataa hao wanaoleta ujumbe, tunamkataa Kristo. Na tukimkataa Kristo ni kama tunamkataa yule aliyemtuma Kristo kuja duniani, ambaye ni Mungu. Sasa hapo tunabaki kwenye laana. Sasa ujiulize, anayemkataa Mungu anabaki salama?
anayemkataa Mungu abaki salama. Anayemkataa Mungu habaki salama. Kumbuka, Mungu Kristo ndiye mwenye mamlaka. Sasa tunapomkataa, tunabaki kwenye hukumu tu. Nitasoma verse nyingine ya Yohana 12:48. Yohana 12:48. 12 Yohana 48. Mpendo nani sikiliza, ikiwa utaweza kuwa na shida sehemu, unaweza kaandika kwenye message au inbox kwa swali lolote, maana hapa tunajifunza. 48:12 Yohana inasema hivi: yuko amhukumuye yeye anikataaye mimi na kutokuyapokea maneno yangu, yaani yale maneno niliyosema yenyewe yatamhukumu siku ya mwisho. Yohana 12:48 inasema hivi: yuko ahukumuye anayemhukumu, kwamba yuko amhukumuye yeye anayekataa mimi. Kuko yule atakayemhukumu yule anayekataa maneno ya nani? Ya Kristo. Okay. Na kutokuyapokea, yaani yale ambayo uliosikia mwenyewe ndiyo yatakayokuhukumu. Maandiko yanamaanisha kwamba kuko yule atakayekuhukumu, atakayekuhukumu ikiwa unamkataa Kristo na maneno yake. Ukimkataa Kristo na maneno yake, kuna yule anayekuhukumu. Sasa kulingana hiyo, kwa yale maneno uliosikia wewe ambayo likataa, ndiyo yatakayokuhukumu siku ya mwisho. Ikimaanisha ukimkataa Kristo, kuna hukumu juu yako inafuata. Sasa ndio maana nasema maamuzi leo ndo wewe utachukua. Aidha umkatae Kristo ubaki kwenye hukumu, aidha umkubali Kristo ubaki kwenye baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tuangalie jambo lingine ambalo ni nini? Kuna watu wanaotambua na watu wanaopokea laana, wanaopokea neema, msamaha. Kuna watu wanaotambua na kuna watu wanaopokea neema. Katika Mwanzo, tunarudia tu, maana tunaangalia sura hizi mbili, Mwanzo 9, Luka 23. Okay, kuna watu wanaotambua na kuna watu wanapokea neema. Sasa katika Mwanzo tunaona Shemu na Yafeti walimheshimu baba yao na wakawa na hofu kwa baba yao na kufunika aibu ya baba yao. Tunaona Shemu na Yafeti wanafanya nini? Wanamheshimu baba yao na pia wanafunika aibu ya baba yao. Kwenye vesi ya 23 kama unasema, lakini Shemu na Yafeti wakatoa nguo wakaitanda mabegani mwao, wakaenda kinyume na kufunika uchi wa baba yao. Waliangalia pembeni, wala hawakuona uchi wa baba yao. Walifunika aibu ya baba yao. Hao watu, matokeo yao yalikuwa namna gani? Matokeo yao ilikuwa ni baraka. Kwenye mstari wa 20 na ngapi? 26 hadi 27 inasema hivi: Mungu na 29 ndio ile tumesoma kwamba tena Nuhu akasema, Shemu na abarikiwe na Mwenyezi Mungu, Mungu wangu. Kwenye 22 naruka tena, inasema kwamba Mungu na amtukuze Yafeti. Kwa hiyo tunaona
baraka zinakuwa kwao. Hiyo ni matokeo ambayo ilitokea kwa Shemu na Yafeti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika Luka tunakuja kuona nini? Mhalifu wa pili kuna maneno ameyasema. Ina maana tunaona kuna tendo jema lililotendwa na Shemu na Yafeti, na tunakuja kuona kuna tendo pia jema ambalo limetendwa kwa mhalifu wa pili kwenye verse ya 40 hadi 42 kwenye sura ya 20 na ngapi na 3 kwenye Luka. Inasema hivi: lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake, akasema, je, wewe humuogopi Mungu wakati uko kwenye adhabu hiyo hiyo? Akamkemea. Hiyo ni tendo jema ambalo limeliona. Maana kwamba huyo anaongea utupu, anaongea upumbavu. Alafu na kumtukana ambaye hana hata kosa. Sasa wewe ndugu yangu, kwa nini umuogopi Mungu? Kwa nini huna hofu ya Mungu? Wewe una hofu ya Mungu kwa sababu gani? Wakati wewe uko kwenye hiyo adhabu hiyo hiyo ambayo tunaiambulia, lakini bado tu kingali unaendelea na ukorofi wa kuanza kutukanana. Sisi wote tunaambulia mateso, lakini wewe ukingali kwa ukorofi wa kumtukana mwenzako. Yaani hauna hata hofu ya Mungu kweli. Yaani hata ile oga kusema kama nitakufa basi ndio dakika zangu za mwisho nijitambue, nijielewe. Hakuna. Ni hofu hakuna ndani yako. Sasa wewe bado tu kingali na hali ya domo na huko msalabani unataka kufa. Sasa akaendelea kumwambia kwamba sisi tumehukumiwa kwa haki kabisa, kwa kuwa tumestahili kuyapata haya. Tunastahili kuhukumiwa, tunastahili kwa ajili ya matendo yetu. Ni kwa sababu tu ya matendo yetu tunastahili kuyapokea haya. Sasa ukienda ingine inasema lakini huyu mtu hakufanya kosa lolote. Mhalifu anashuhudia Yesu hajafanya kosa lolote. Sasa unakuta watu wengine hivyo ndivyo walivyo. Utakuta yuko katika hali tata, yuko katika hali mbovu ya maisha mbele za Mungu, ni mtu ambaye ni mtenda dhambi wa hatari wa kufa. Muda wowote anaweza akaondoka kwa hali ya matendo yake anayoyatenda. Lakini bado tu angali na mdhihaki Mungu. Anasema, Mungu ni nani? Na wokovu ni nini? Na Yesu ni nani? Kwanza si ni Yesu ni mwanadamu kama sisi tu. Na mda mwingine anadhihaki na kusema kwamba Biblia ni nini? Si wanadamu ndo waliandika tu. Yote ni historia kama jinsi walivyoandika wengine, vitu kama hivi. Yaani tuko kwenye hali tete, lakini bado tu unakaa huku ukidhihaki Mungu. Ukimkufuru Mungu. Mpendwa unayenisikiliza, tangu sasa natamani uelewe kwamba kuna mambo mawili mbele yako, baraka au laana. Na yanaletwa katika maisha ya watu hawa makundi mawili. Mhalifu ambaye amemdhihaki Yesu na mhalifu ambaye amesimama upande wa Yesu na kuona ndani ya Kristo hamna kosa. Sasa watu wengine ni mhalifu ambaye anamdhihaki Yesu. Hajali juu ya maisha yake, yuko kwenye hali tete, hali ya kufa. Maana mtu anapokuwa kwenye dhambi ni mfu aliye hai. Ndio maana ndio maandiko yanavyosema hivi. Kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Kwamba azifuataye tamaa zake mwenyewe amekufa angali bado ni hai. Sasa huyo mtu yuko hapo, ni mfu aliyekufa, lakini bado tu akingana anafanya nini? Anatikisika kama kuku ambayo ina nini? Imewekewa kisu kwenye shingo. Lakini bado tu anatukana. Mpendwa, mgeukie Yesu. Njoo upande wa Yesu. Njoo tu upande wa Yesu ili upokee neema. Kwamba kuna watu wanatambua na kupokea neema. Wanatambua, wanaelewa, alafu neema inaachiliwa kwao. Sasa huyu mhalifu wa pili alielewa na kutambua. Na alipoelewa na kutambua kwamba mimi ninastahili haya. Mimi ninastahili adhabu hii.
mimi ninastahili kuhukumiwa, mimi kwa sababu ya matendo yangu ninastahili kufa, ninastahili kuhukumiwa, ninastahili hivi. Ametambua vile alivyo, na alipotambua, Biblia inasema alimgeukia Yesu. Alimgeukia Yesu. Matokeo yake ilikuwa ni baraka. Kwenye 43 inasema nini? Kwenye 42 akasema, akamgeukia Yesu akamwambia, kisha akasema, Yesu, unikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Unajua watu wengine ni kama vile tu, ni kama vile uwezi kuelewa vile watu walivyo. Na mwingine anaweza akajitambua, lakini kufika mahali pa kugeuka kwa Yesu ni shida. Lakini tu maandiko yanasema kwamba pamoja na ujinga wako na uenenda, Mungu anajifanya kana kwamba haoni. Matendo ya Mitume 17:30, ambao Biblia inasema hivi kwamba siku zile za ujinga Mungu alijifanya kana kwamba haoni. Mungu anapiga sambla kwamba vile akuoni vile unavyotenda kwa matendo yako. Lakini kitu anachosubiri na anachoamurisha watu wa kila mahali watubu. Watu wa kila mahali watubu. Mpendwa, uko katika hali tete, uko katika hali ngumu, lakini bado tu ukingali unajiweka kwamba uko nguvu. Hebu jitambue na mgeukie Yesu, mwambie Kristo, nikumbuke. Nikumbuke. Kuna historia moja ya watu wawili, mtoza ushuru na mfarisayo. Wanaenda mbele za Mungu wakimuomba. Mmoja anamuomba Mungu, anamwambia Mungu, najua wewe unisikia, na pia unajua vile ninavyotenda, vile ninavyoenenda mbele yako. Ninatoa sadaka, ninafunga, ninafanya hivi mbele zako. Lakini yule mtoza ushuru, yeye ni kazi tu ya kudhulumu wengine hivi na hivi. Mimi siko kama yeye. Huyu ni nani? Ni mfarisayo. Lakini kuna mwingine ambaye ni mtoza ushuru, akaenda mbele za Mungu. Huyo alipoenda mbele za Mungu, Biblia inasema kwamba alikaa kwa mbali, alijikalisha kwa mbali, ndiko alikokaa. Na alipokuwa kwa mbali hakutamani hata kuyapandisha macho yake mbinguni, kwa sababu alijihisi yeye ni mwenye dhambi. Na alianguka kifudifudi, akaanza kulia, akasema Baba, akajitambua kusema Baba, mimi ni mwenye dhambi, unisamehe. Biblia inasema kwamba kati ya hao wawili aliyeenda mbele za Mungu ni yule aliyeanguka miguuni na kuomba rehema, akajitambua vile anavyoenenda kwa maisha yake, ambaye ni mtoza ushuru. Muda mwingine unaweza kujikuta mfarisayo ni mtu ambaye ni wa sheria, ni mtu ambaye anashika sheria, ni mtu ambaye ana neno la Mungu linalomuongoza, na anajua kanuni kwa neno la Mungu. Anajua kutoa, anajua kufunga, anajua kujifunza neno. Hizo ni kanuni zilizo katika maisha ya Kristo. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya ngapi? Sura ya 2 mstari wa 42. Inasema kwamba wanafunzi wakaanza kuishi katika fundisho la mitume, katika kumega ushirika, katika kumega mkate na kuomba. Yeye naye akafatisha kanuni. Na hizo kanuni, kati ya kanuni zilizomo imo ndani, ninatoa, ninafanya nini? Ninafunga, yani kuomba. Kwa hiyo ana neno pia, maana ni mfarisayo. Anajifunza neno. Unaona? Kwa maana hiyo katika hiyo ninatoa iko kwenye ushirika, kwa sababu katika ushirika ndo tunatoa pia. Tunatoa sadaka, zaka, tunatoa humu. Sasa unakuta kwamba anaishi kwa kanuni, lakini pamoja na kuishi kanuni bado tu angali anajitia kipaumbele. Bado anajiona tu mwenye haki. Anaenda mbele za Mungu kwa hali ya nini? Ya kujitutumua. Lakini sio hivyo, wapendwa watu wa Mungu. Lakini huyu ambaye ni mtoza ushuru alijielewa, akajua kwamba mimi kabisa nilikuwa nikitoza watu ushuru kwa njia isiyo sahihi. Ushuru unawekwa 20,000, mimi naweka 25. Ushuru unawekwa, to inawekwa sijui hivi, mimi ninapandisha to ya hivi. Sasa ninajikuta mimi ninaibia watu. Sasa si stahili hata kupandisha macho yangu mbinguni.
Baba unisamehe. Ndivyo ilivyokuwa kwa nani? Kwa mhalifu wa pili wakiwa msalabani, mmoja mkono wa kulia, mwingine kushoto. Sasa huyo wa pili akamgeukia Yesu baada ya kuelewa na kutambua kwamba, mpendwa, kwa nini umwogopi Mungu? Sisi tumehukumiwa hivi hivi gisi tunahukumiwa sisi wote, tuko hapa msalabani, tunaugulia mateso. Kwa nini una hofu ya Mungu? Na sisi ndo tunastahili kuhukumiwa kwa sababu sisi ni wahalifu, lakini huyu mpendwa hana kosa lolote. Na aliposema hayo maneno akajitambua kwamba ni kweli sisi ndo tunastahili kuhukumiwa kwa haya matendo yetu maovu. Kisha akamgeukia Yesu, akajua kwamba kwa Yesu ndiko kuna uzima. Akasema, Yesu, unikumbuke siku utakapokuja katika ufalme wako. Kisha Yesu akaachilia baraka ya neema kwake. Akaachilia nini? Baraka ya neema kwake. Katika mstari wa 40 na ngapi? Na 3. Akapokea baraka. Yesu akamwambia, amini na kuambia, leo hii utakuwa pamoja nami katika paradiso. Akapokea baraka ya neema. Ndio tumesema katika pointi, kuna watu wanaojitambua, wanaojielewa na kupokea neema, baraka ya neema. Sasa huyu mpendwa akapokea neema kwa dakika hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, nataka ujifunze jambo moja, kwamba kuwa mtu anayegeukia Mungu, mtu anayegeuka kwa Kristo, kwa imani, kwa kumwamini Kristo, anayegeuka kwa kumwamini Kristo anapokea neema na wokovu. Kuna baraka zinadhihirishwa kwake ambaye ni neema na wokovu. Neema ni baraka, wokovu ni baraka. Lakini leo watu, baraka imedhihirishwa kwao lakini hawataki kuipokea. Baraka imekuwa wazi kabisa lakini hawataki kufanya nini? Kupokea. Sasa kuna jambo hapo, unapomkabidhi Yesu maisha yako, kuna baraka ambayo ni kupokea neema. Hebu tusome Luka 19 mstari wa 9. Luka 19 mstari ule wake wa 8 na 9. Inasema hivi, 8 na 9. Lakini Zakayo akasimama na kumwambia Bwana, tazama Bwana, sasa hivi nusu ya mali yangu ninawapa maskini, nami kama nimemdhulumu mtu yeyote kitu chochote, nitamrudishia mara 4 na hicho kiwango. Ndipo Yesu akamwambia, leo wokovu umeingia nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Abraham. Haleluya. Tunasikia mtu amejitambua. Kuna mtu aliyejitambua. Maana huyu mtu tunamjua. Zakayo alikuwa, kwa historia ukisoma tu kianza huko mwanzo, alikuwa ni mtu kama sisi tulivyo. Alikuwa ni mtoza ushuru na alikuwa akiishi katika mji. Ukisoma huku kwenye moja na ukishuka utaangalia alikuwa akiishi kwenye mji fulani pale. Kwenye mji gani? Subiri nitafute verse hiyo, twende kwa pamoja. Katika tafsiri hii haijaongea. Yeriko, yes. Alikuwa akiishi katika mji wa Yeriko. Ukisoma kwenye verse ya kwanza tu, nasema Yesu akaingia Yeriko, naye alikuwa anapita katikati ya huo mji. Tazama, palikuwa mtu mmoja mkuu mtoza ushuru, naye alikuwa tajiri, jina lake Zakayo. Naye alikuwa akijitahidi kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Sasa wakati alitafuta hizo zote njia, kwa kuona kwa hali ya ufupi wake hakuweza kumuona. Sasa alitafuta njia nyingine ili amuone Yesu sawa. Akatangulia mkutano, akapanda juu ya mti. Sasa Yesu alipokuwa akipita chini ya mti, akatambua kuwa kuna mtu. Akamwambia Zakayo, shuka, leo hii nitakuwa nyumbani mwako. Na akampokea akaenda. Sasa
yale matendo na maneno Yesu alikuwa akiongea mule, yeye huyu mtu mtoza ushuru Zakayo akachukua maamuzi sahihi, kwamba akajitambua kwamba mimi ni mtoza ushuru na ninawadhulumu watu. Sasa akasema, leo hii nitawarudishia kila mtu niliyemdhulumu mali yake maradufu. Nitampatia kabisa maradufu, nitamrudishia. Sasa Yesu alipowatambua akasema, leo katika nyumba hii wokovu umeingia, kwa sababu huyu naye ni mmoja wapo wa jamaa ya Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imetokea amejitambua, mpendwa, amejitambua huyu Zakayo, na imefika mahali akapokea kile alichostahili kupata. Kimaanisha alipokea neema ya wokovu kwa maisha yake. Ingawa maandiko hayakuendelea kabisa kuelezea historia yake baada ya hapo, lakini tendo alilolifanya limedhihirisha yeye kugeuza nia yake kwa Kristo, kufanya metanoia, kutubu. Maana kutubu ni kugeuza nia kwa Kristo, kugeuza nia yako kwa mambo ya mbingu, kwa mambo yanayokuletea uzima, kutoka kwa mambo yanayokuletea kifo. Unageukiza nia yako huko, ndio inaitwa metanoia, mabadiliko la nia. Sasa akafanya badiliko la nia, kile alijielewa kwamba mimi ninawadhulumu watu, nitawarudishia tu. Na kile tendo kama hilo, Yesu akadhihirisha kwamba hakika wokovu imeingia katika nyumba hii. Neema ya wokovu ikaingia kwa nyumba hii. Na ndio tunasema kwamba jambo hili, tunapomgeukia Kristo kwa maisha yetu, kwa imani katika kumwamini Kristo, kwa njia ya kumwamini Kristo, Biblia inasema anapokea neema na wokovu. Huyo mtu anapokea neema na wokovu. Warumi 1:16 inasema nini? Paulo anawaambia Warumi kwamba sionei aibu injili, maana ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila aaminie. Yaani injili, neno msalaba, injili ya msalaba inaleta wokovu, ni nguvu ya Mungu inayoleta wokovu kwa kila atakaye amini Kristo. Iwe Myunani, iwe Mwisraeli, iwe nani, mpendwa, inaleta wokovu kwetu. Kwa hiyo tunapomwamini Kristo tunapokea neema ya wokovu. Tito inasema nini? Tito inasema kwamba kwa kuwa neema ya Mungu imekwisha kufunuliwa, nayo hiyo neema imekuja kutufundisha sisi kufanya nini? Kuachana na nini? Na mabaya yote. Neema ya Mungu imefunuliwa, 2:11 Tito. Kuna neema tayari imeachiliwa kwetu. Ngoja nisome hapo Tito 2:11, nasema kwamba kwa maana neema ya Mungu imedhihirishwa kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Neema imedhihirishwa kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Tayari neema imeshadhihirishwa, ni baraka tumedhihirishwa. Na hiyo ni kwa ajili ya watu wapokee nini? Wokovu. Sasa hiyo neema imefanya nini? 12 nasema neema hiyo inatufunza kuachana na uovu wote na tamaa za dunia, tuwe na kiasi, tuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokea nini? Neema na baraka. Jambo ambalo natamani tuendelee pia kuliangalia ni msalaba unagawa wanadamu. Msalaba unagawa wanadamu. Ni jambo kidogo tata kidogo. Msalaba unagawa wanadamu. Hebu nijaribu kwa kusoma verse hii tuone kama nitaeleweka katika hii point. Kwamba msalaba unagawa wanadamu. Maana somo tunalosoma ni kwamba msalaba mahali pa baraka au laana. Msalaba mahali pa baraka au laana. Sasa pointi tulioko ni kwamba msalaba unagawa nani? Wanadamu. Nafikiri umenielewa kidogo hapa. Msalaba unagawa nani? Unagawa wanadamu. Okay, tusome Warumi sura ile yake ya 6 mstari ule wake wa 6 na 8. Nijaribu kusoma panioni kama nitaeleweka. Inasema hivi: tunajua kwamba
utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja na Kristo ili hali ya dhambi iharibiwe, tusiwe tena watumwa wa dhambi. Kwa maana mtu aliyekufa anasulubiwa kutoka kwa dhambi. Okay. 7. Kwamba mtu aliyekufa yes, hiyo ni 7. Kwamba mtu aliyekufa anasulubiwa kutoka kwa dhambi. 8 anasema basi ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini kwamba tutaishi pamoja naye. Okay. Sijui kama nasema kwamba tunajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja na Kristo. Utu wa kale kwanza umesulubiwa pamoja na Kristo kwa msalaba. Tunaanza kuona kwamba kuna utu wa kale umefanya nini? Umetolewa kwa njia ya msalaba. Sasa ili hali ya dhambi iharibiwe, hali ya dhambi itengwe, tusiwe tena watumwa wa dhambi. Yaani mtu wa kale ametoka, tunaletwa ili tuishi kwa utu upya. Tunatengwa kwanza kuwa utu upya. Mtu anayesimama hapo ni mtu mpya. Tunaanza ona kwamba tunaanza tengwa hivyo. Ina maana kuna mtu wa kale na kuna mtu mpya ndani ya Kristo. Sasa ikiwa umeingia ndani ya Kristo, tayari kunakuwa nini? Kunakuwa hali ya mtengano kwa ule mtu ambaye hajakuja kwa Kristo. Ndio maana tunasema kwamba msalaba unagawanya wanadamu. Unatolewa kwa dhambi, unaingizwa kwa Kristo kwa njia ya nini? Ya msalaba. Kama vile walifu wawili wamesimama, mmoja anajiamulia yeye na mwingine anajiamulia, anasimama kwa upande wake na mwingine anasimama kwa upande wake. Sasa kila mtu yuko hapo, lakini msalaba unabeba hatima ya kila mmoja. Msalaba unabeba mwisho wa kila mmoja. Sasa msalaba ambako unagawanya wanadamu. Okay, nilikuwa katika hili kundi la watenda dhambi, nikahesabiwa mtenda dhambi na nikawa nimekufa huko. Lakini nilipoletwa kwa njia ya msalaba ya kumwamini Kristo, nikawa nimetengwa na hawa, ili kundi nimetengwa nalo, ninaletwa kwenye kundi la hawa walio katika wokovu, walio katika uzima, katika neema. Sasa hiyo msalaba umefika mahali pa kututenga. Ili huyu mtu aungane na mimi tena, ni lazima aje kwa msalaba. Ni lazima aje kwa msalaba, ajisalimishe kwa msalaba, amwamini Kristo, ndo aje kuniunga tena na mimi. Bila hivyo tutabakia tunafanya nini? Tunagawana. Sasa ndio maana maandiko yanasema hivi, tunajua kwamba hali ya dhambi iliharibiwa, tunajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja na Kristo ili hali ya dhambi iharibiwe, tusiwe tena watumwa wa dhambi. Kwa maana mtu aliyekufa amesulubiwa kutoka kwa dhambi. Basi ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini kwamba tutaishi pamoja na Kristo. Tumefika mahali pa kusulubiwa, lakini tunaletwa kwa hali mpya ya maisha mapya kwa Kristo. Kwa hiyo tunaona msalaba umesimama mahali pa kututenga na hizi kundi mbili. Tulikuwa kwenye dhambi, kwa njia ya msalaba tumekufa na Kristo na tumeletwa kwa uzima, na katika Kristo tunakuwa tumeishi. Na ndio maana ile wa Korinto wa pili sura ya 5 mstari 17 inasema kwamba hata ikiwa mtu akiwa, yani ametoka huko, hata ikiwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, amekuwa mwenye maisha mapya. Ya kale haya yamepita, sasa tazama haya yote ya huku yamekuwa mapya. Sasa tunaletwa kwa utu wa uzima, tunagawanywa na watu. Kwa kumwamini Kristo kunakuwa mgawanyiko. Na ndio tunasema kwamba msalaba unagawanya wanadamu. Walio nje wanakuwa nje, walio ndani wanaletwa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tunaona katika tukio hili la msalaba, mtu mmoja amekuwa kwenye upande wa kushoto. Kwenye Luka sura ya 23. Mtu mmoja ameenda kwa upande wa kushoto, mtu mwingine kwa upande wa kulia. Mmoja alipokea
na mwingine mmoja amepotea, mwingine anaokolewa. Hivyo ndivyo ilivyo. Mmoja anapotea, mwingine anaokolewa. Hata kwa Hamu na Shemu na Yafeti. Hamu amepotea na Shemu na Yafeti wanafanya nini? Wamepata neema, wamepata baraka. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Yesu ndiye mstari wa katikati unaowatenganisha watu. Yesu ndiye mstari wa katikati unaotenganisha nani? Wanadamu. Yesu amesimama hapo akiwa msalabani. Yeye ndo anaamua hatima yako yeye iende vipi. Na ni kulingana na vile utakavyoamua leo. Yaani hakuna nafasi katikati. Hakuna nafasi, hakuna nafasi yaani hakuna nafasi katikati hapo. Yaani kuna tu labda kuwe mtengano. Kwamba yaani hapo hakuna nafasi itajienda kwamba mimi siko kwenye laana au siko kwenye wokovu. Mimi niko tu sehemu ya ndugu yangu. Hakuna hapo. Ni lazima tu kuna mahali utaenda. Maana Yesu ndo mstari unaotenga. Yesu ndo mstari unaotenganisha kati yetu. Unatutenga kabisa. Kwamba uwe sehemu gani ambapo unastahili. Yesu ndo anatenga hiyo. Na ndio maana ukiangalia wakati Israeli imekuwa katika hali ya hivyo tu, wanakuwa kwa Mungu kama hawakui, mara wakotoke, mara waingie, mara waingize miungu, mara watoke. Mungu mpaka ikifika mahali Mungu hakupendezwa hivyo. Hakupenda kabisa. Ndio maana akaongea na Musa na kumwambia jambo kwanza hili. Okay. Tusome Kumbukumbu la Torati. Tusikie jambo hili ambalo Mungu ameongea na Israeli kwa njia ya Musa. Kwamba leo ingetakiwa kwamba mfanye maamuzi sahihi. Maamuzi sahihi. Kumbukumbu la Torati sura ya 11. Mstari ule wake wa 26 hadi 28. Inasema hivi. Angalieni leo hii. Ninawawekea mbele yenu baraka na laana. Baraka kama mkitii, kama hamtatii amri za Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, ambayo anawapeni hivi leo. Na laana, ninarudia tena 27. Baraka kama mtatii amri za Mwenyezi Mungu, Mungu wenu ambazo amewapeni hivi leo. Na laana kama hamtatii amri ya Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, na kuziacha nia zenu, na kuiacha nia ninayowaamuru, na kuiacha njia ninayowaamuru, mkaabudu miungu mingine ambayo hata hamjawahi kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Israeli inaambiwa ingie mahali pa nini? Pa uchaguzi, laana au baraka. Na baraka ikiwa mtatii neno la Mungu, hiyo ni baraka. Ikiwa utatii neno la Mungu, unapokea baraka. Na ikiwa utakataa neno la Mungu, unapokea laana. Neno la Mungu kwa Israeli iliitwa amri. Jambo la kushikilia na kulitendea kazi, kulitii, kuliweka kwa matendo. Sasa ikiwa hamkuliweka kwa matendo, hilo jambo inamaanisha kuna laana kwenu. Na ikiwa mtaliweka kwa matendo kwenu, ina maana litakuwa na baraka kwenu. Sasa kuna uchaguzi. Niende upande gani? Sasa Yesu ndo amesimama hapa akikuletea hiyo nafasi ya kuamua. Haujui hatima ya maisha yako, alio nayo ni Yesu. Kwa hiyo ni nafasi yako ya kumkabidhi Yesu maisha yako leo. Maamuzi yako ndio itakugawa. Maamuzi yako tu ndio inakugawa. Nasema mimi ninastahili kwenda huko. Hiyo ndio itakugawa. Yaani tu swala hapo ambalo liko hapo simple ni kuamini ujumbe wa msalaba. Ni kuamini ujumbe unaomhusu Kristo. Sasa ndio linakuleta mahali fulani. Bila hivyo mpendwa utapotea. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bila hivyo unapotea kabisa. Lakini Yesu hataki upotee. Yeye amejitoa kama sadaka iliyo hapo katikati yako. Yeye amejitoa kama sadaka iliyoko hapo, ambayo inakupatanisha na Mungu. Yeye ni sadaka iliyo hapo ambayo imekupatanisha na nani? Na Mungu. Na ikiwa utakataa sauti yake, inamaanisha laana ya Mungu itakuwa juu yako. Na ikiwa utakubali sauti yake, hakika utapokea baraka. Mtapokea nini? Baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo ni maamuzi yako leo. Na jambo la kumalizia, natamani tumalizie na pointi hii, inasema neema inaweza kupatikana hata dakika za mwisho. Neema inaweza kupatikana hata dakika za mwisho, au wokovu unaweza kupatikana hata dakika za mwisho. Ni vile Mungu anataka. Sio kwamba kwa sababu nasema mimi nitatubu tu mpaka nikishakuwa kwenye kitanda cha magonjwa. Haujui kama utagonjwa, haujui kama utafanya accident, haujui kama utakufa ghafla, haujui. Yaani haujui, yaani hatima ya maisha yako iko tu mikononi mwa nani? Mwa Mungu tu, mwa Yesu. Peke yake ndo anajua. Sasa hata kwa dakika za mwisho muda mwingine, unaweza ukapata neema. Iko hivyo. Na tunapata hiyo mfano kwa mhalifu. Mhalifu wa pili amekuwa kwenye msalaba. Anaugulia mateso. Anataka kukata roho. Mmoja anadhiaki na kuanza kumwambia, kumziaki Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe hivi na hivi na utokoe na sisi. Lakini mwingine anamwambia, mpendwa, wewe ogopi Mungu. Mateso ndo haya. Sisi wote tuko kwenye adhabu hii. Lakini pamoja na adhabu hii hausikii hata hali ya maumivu ili umuogope hata kwanza Mungu kwa dakika za mwisho za pumzi yako. Wewe mhalifu. Wewe ndugu yangu. Vitu gani? Kwamba sisi kwanza tunastahili kuyapata haya kwa matendo yetu. Lakini wewe lakini mtu huyu hajatenda kosa, lakini sisi ndio tumefanya nini? Tumefanya kosa. Hebu jielewe, jitambue. Yule mtu alipomgeukia Yesu akamwambia, Bwana, hebu nikumbuke siku utakapokuja katika ufalme wako. Na Yesu akamwambia, leo hii utakuwa nami paradiso. Mpendwa, neema inaweza kupatikana hata wakati wa mwisho, ikiwa moyo wako utamwelekea Yesu kwa kweli kabisa. Na ikiwa utapata hiyo neema, na ikiwa utapata hiyo nafasi, itumie kwa moyo wako wote kwa Yesu, na Yesu atakupokea. Kwa hiyo tunaona kwa dakika za mwisho kabisa, neema imefanya nini? Imepatikana. Dakika za mwisho kabisa imepatikana kwa mhalifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba huyu mhalifu alipata neema, ambao ni muda ambao hakuwa na muda tena wa kufanya matendo mema. Hakukuwa na huo muda eti kwamba adhirishe tena matendo mema, abatizwe, afanye hivi. Alipokea neema tu kwa sababu alitambua na kuelewa Yesu ni nani. Na alijua Yesu kwa nini amesulubiwa, hana chochote, hana kosa lolote. Sasa huyu mtu akaelewa na akapata neema. Hajatenda matendo mema, hajaangalia wajane, hajafanya. Kwanza alikuwa mtu mhalifu kabisa. Lakini kulingana na kuamini kwake hapo ikampa kibali. Alikuwa kwenye situation ngumu, hata wewe yaani umeshapigiliwa misumari. Maumivu ndo unayaugulia. Mpendo, hiyo sio jambo jepesi. Sio jambo jepesi. Muda mwingine tunayasoma tu kwa maandiko na tunaona ni simple, maana hajatokea. Muda mwingine tunaona hata kwenye mapicha tu, Lakini labda wewe ndo ungeishi hayo maisha, ungeyaishi kwanza, usikie vile maumivu yalivyo. Kama ungeamuaje kwa wakati huu? Haleluya.
Labda sijui kama ungeamuaje kwa wakati huo ambao umekuwa mgumu kwako. Lakini hata kwa dakika za mwisho, huyu mpendwa aliyakabidhi maisha yake kwa Yesu. Muda mwingine haujui muda wako wa kuishi. Haujui kabisa. Muda mwingine haujui dakika zako za kuishi duniani. Haujui. Maisha yako yanahesabiwa kwenye vidole kama vile Hezekia. Haujui unabakia na dakika 2, haujui. Labda hii ndo neema yako ya mwisho unaposikia sauti yangu hapa. Unaposikia video hii. Muda mwingine labda ndo dakika zako za mwisho kabisa. Muda mwingine ndio labda dakika zako za mwisho kabisa. Mpendwa, muda mwingine ndio dakika zako za nini? Muda mwingine labda ndo dakika zako za mwisho. Sasa ni vizuri kabisa kuyakabidhi maisha yako. Nataka nikusomee Methali ya 27 mstari wa 1. Anasema hivi: usijisifie juu ya kesho, maana haujui nini kitatokea leo mpaka kesho. Hujui nini kitatokea leo mpaka kesho. Biblia inasema hivi, acha watu wengine, mstari wa 2 anasema acha watu wengine wajisifu. Acha watu wengine wakusifu, lakini wewe usijisifu juu ya leo. Acha watu wengine wakusifu kuliko mdomo wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo usijisifie juu ya sasa, maana hujui kitakachotokea.